Wakisii stage nimekaa hapa kwa muda. Leo tulikuwa nashuhudia kuona ilikuwa mgomo ya matatu, kwa sababu matatu wako na malalamishi mbalimbali ya kulalamikia. Moja ni ya kupelekwa back to school. Ukienda kurenew license unaambiwa uende school ulipe sijui shilingi ngapi, 10,000, 10,000 ngapi, kwa sababu hakuna ukweli wa kwenda kufanya hiyo mtihani. Lakini leo umeona watu wameweka machembe chini, wanakaa kwa amani na hawana chochote, lakini wanaomba serikali itoe hiyo mtihani inataka kufanyia watu, so that wakati wanataka wapeleke watu back to school wafanyia hawa waende wasomeshwe tu na serikali, lakini sio kuambia uingize mkono kwa mfuko yako ndio waende kusomesa. Kwa hivyo tunaomba tu kwa unyenyekevu kwamba watuangalie, watoe ile mtihani wanatufanyisa, watupeleke rehabilitation ya kwenda kusoma tu kitu kidogo. Ni hayo tu nilikuwa nayo. Kwa majina naitwa James Nyangaris kutoka Kisii stage. Sisi tulikuwa tunaangazia maneno ya kugoma kwa madriver. Tuligoma kuhusu madriver, ndio unaona hata gari asisongi, asiendi mahali popote. Kuhusu maneno ya kupelekwa shule sijui mara ngapi tulifanyiwa hiyo mtihani, tukapelekwa shule tukasomizwa, tulikuwa tunalipa. Na saizi tena tunaambiwa tena tulipe. Sasa ni mara ngapi tunalipa na tunafanya renew kila baada ya miaka 3 tuna renew license. Hiyo ndio ilikuwa inauti watu kuhusu maneno ya kurenew ma license. Haya, mara ya pili kuingia barabara, mafuta ndio pale hata hakuna kitu unawekea mwenye gari, hata hakuna kitu hata we mwenyewe unapeleka kwa nyumba. Ukitoka nje unatoka unarudi bure. Sasa unashindwa ni kazi gani ambayo unafanya? Ndio tunaomba serikali iangalie sisi wadogo na sisi tuchali vile tunaweza ishi. Tafadhali tunaomba serikali ione maono yetu na sisi watuchali na sisi wadogo. Ndio tunaomba tu. Kwa majina naitwa Mara Abuga. Kwa Kisii yetu iko sawa, kwa salama. But kuna kitu moja ambapo tunaangazia. Sisi leo tulikuwa maandamano kwa drivers na conductors. Kuna wengine wanataka tugome wachili, wataka kufanya nini? Kuibia watu wengine. Sasa tunaomba kwa hiyo kugoma kwetu juu ni ya mafuta. Ukiingia kwa pump na license nayo hiyo kitu wanasema tuende shule. Mimi naweza toa sakapati zangu ambapo nilienda shule, nikalipa shule. Unaona? Ambapo tunaambiwa eti tuende shule. Hii serikali yetu tunaomba tu. Mimi naongea, si eti nadanganya. Mimi naongea kusema ukweli wangu. Mimi nilisomea wapi? Unaona? Driving school. Kwa majina naitwa Mtoto Sami. Mimi nilikuwa naongea, tuko na duka huko St. Jude hapa juu. Duka ya kuuza makaratasi, mapepa, customer wanachukua, kama watu wa magari walikuwa wanachukua, wanapeleka wanapakia vitu watu wengi. Sasa mimi naomba tafadhali Mheshimiwa William Ruto na Raila Amolo Odinga, kaeni chini muongee. Kenya yetu by the way inachafuka vibaya. Sisi wa Kenya tunaumia. Hata vitu vimepanda bei. Naomba tafadhali kaa chini muongee, msikilizane, muleta amani Kenya yetu, nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu kazi yetu, unaona magari hakuna hapa Kisii, hakuna magari zinadrive kwa na mahali popote. Maandamano ndio hii. Sasa mkianza hivi, Kenya tutaendelea? Kenya hakuna. Mimi naomba rais wetu tafadhali tukue na amani. Douglas Yondeki ni mkaaji hapa Kisii. Kwa kusema ukweli, hii maandamano tunaona kama tunaumia. Juzi hapa nilikuwa naendesha tu mkokoteni yangu hapa, nikapata majamaa wanakuja wakichukua tini matari wanachoma.
Sasa kuuliza ni nini walikuwa wanataka kuchoma. Ikiwa sasa hii maandamano inaendelea, hasara tumepata hapa Kisii, na sisi tunasema kati ya wasee wawili wakae chini waongee waelewane, sababu sisi wananchi tunaumia, sababu hata mambo ya chakula nayo iko shida. Maana sufuria mbona inaweza kuuzwa pesa kidogo, unga inaenda juu. Sufuria kati ya sufuria na unga ni kitu gani kupanda bei? Ni sufuria pande bei, unga ianguke bei. Asanteni. Mtu kama mimi naitwa Mika Michelle, natoka maeneo ya South Mugirango. Nimetoka kutoka huku, nimefika mpaka Kisii town, nimepata gari ya sipo. Nimeenda mpaka taraja moja, gari ya sipo. Nimefika kwa stage, gari ya sipo. Sasa nashindwa kuelewa Kenya hii inaenda vipi. Manake mimi nimeenda mpaka kwa stage ya magari inaenda Keroka, haiko. Ninataka kwenda mpaka Nakuru, gari ya sipo. Sasa ndo nimeshindwa, shida iko wapi? Serikali lazima itusaidie bwana. Tunaumia. Mtu kama mimi ni msafiri, fare naambiwa kutoka hapa mpaka Nairobi ni 1500 na sina. Kwa majina mimi naitwa Joshua Obiero Nyawando. Mimi niko na kioski ya kuuza chakula hapa karibu na stage. Sasa kwa vile maneno transport imepotea, hakuna hii manamba ilikuwa inakula mimi kwa hoteli yangu zaidi, madereva na makondakta ndio walikuwa wanakula kioski yangu zaidi. Lakini kwa vile hii mgomo iko, sijaona gari kwa stage, nimefunga kioski, nimetengeneza chakula usiku ya kufikiria kuuza leo, lakini imeosa. Kwa hivyo niko na hasara kubwa. Naomba Mheshimiwa William Ruto akae chini, pengine aite hiyo mzee waongee, mzee Raila Odinga waongee, waone vile tutasuluhisha hii Kenya ionekane ya kuleta manufaa kwa mwananchi. Hayo ndio nilikuwa na. Mimi naitwa Joshua Obiero Nyawando. Sasa mimi niko na kioski ya kuuza chakula. Leo nisikufungua kwa sababu nilifungua asubuhi nikapika chakula. Naona hakuna mahali naenda. Kwa hivyo hiyo chakula itaosa, nitapata hasara. Sasa sijui Kenya yetu itakuwa namna gani. Sasa nilikuwa namuomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta afikirie kidogo waongee. Mheshimiwa